Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na tumalizie na mji wa 16. Kabla ya kumalizia mji wa 16 nitoe maelezo kidogo ya vitu fulani ambavyo vitakusaidia. Tuangalie hii shikeli hapa. Hii hapa. Hii shikeli hapa kwa Kiarabu wanaita hukula. Au wanaita sinkaf. Hii hapa ni shikeli ambayo ni ya zohari. Au wanaita jadi kwa wale watu wa buruji. Ile jadi wa zohari ndio namba 10 huyo. Yaani katika mpira huyo ndo anashika namba 10. Maana tukianza kuhesabu ile hamali, tauru, jauza, ni sultan, unaona? Unapangilia hivyo mpaka kufika kwenye huti ile samaki kule. Unaanza punda, sijui ng'ombe, sijui gani. Kwa ukihesabu mpaka 12, huyu bwana huyu katika zile buruji yeye anashika namba 10 ambayo nani ni mbuzi. Mbuzi mwenyewe ndio huyo hapa. Umeona? Ni mbuzi mwenyewe ndio huyo hapa. Umeona? Alafu huyu hapa anapatikana siku ya Jumamosi. Umeona? Jumamosi ile. Lakini Jumamosi hapa ni mchana. Yaani kuanzia ile kwenye saa 8 ile ndio utawala wake unaanza kusimama. Hii hapa hii. Maana yake ile asubuhi siku ya Jumamosi ile anakuepo shikeli hapa. Hii hapa ya inkisi ndio inakuwa inatawala pale. Unaona? Ikifika tu saa 8 tu anaingia mwenyewe jibaba huyo hapa. Hizi zote hizi ni shikeli za zohari ambazo zote ni za nuksi. Ila huyu nuksi huyo hapa huyo. Huyu ambaye namba 10 huyo hapa. Huyu hapa. Huyu ni balaa huyo. Yaani kumtoa huyu nuksi huyo hapa na kumtoa huyu hapa. Huyu hapa ni rahisi kuliko huyu hapa. Ukimwangalia vizuri huyu hapa ngoja ni nani vizuri hapa ufute kidogo. Ufute kidogo tumwangalie huyu bwana. Na nimeanza kumuelezea huyu bwana huyu kwa sababu kuna kitu nataka nikueleweshe hapa. Inaweza kukusaidia. Haya, huyu bwana huyu. Huyu bwana Okula, wanamuita Okula. Kwanza ukiangalia hapa juu, huko juu huoga moto. Afu hapa chini yake hapa inafuata, ngoja niweke rangi tofauti kidogo ili uweze kutofautisha. Hapa juu kwenye aka kaduara kakekundu, aka kaduara hapo. Aka juu ni moto. Kwa hiyo huwa tuna ngazi 4. Ngazi ya kwanza ni hapa, ya pili, ya 3, ya 4. Hizi ngazi katika kila shikeli. Sasa tukija tukiangalia hapa ngazi ya juu ambayo ni aka kanukta hapa, huku ni moto. Alafu ngazi ya pili huwa ni hewa. Alafu ngazi ya 3 huwa ni maji. Alafu ngazi ya 4 ya mwisho kabisa huwa ni udongo. Unaona? Huwa ni udongo tunamalizia. Ambapo kwa Kiarabu wanaita nahamati. Yaani ile na maana yake ni naru, yani moto. Na vile naha ile ha ni hewa. Hawa ile. Alafu ile nahama ile ma ndo maji sasa. Alafu ile ti ya mwisho ni turabi ambayo ndo udongo. Kwa hiyo kuna formula ambayo wao wanatumia kwa Kiarabu inaita nahamati. Utatengeneza formula yako ya Kiswahili, ila mimi kwa Kiarabu tunatumia hiyo. Tunatumia nahamati. Haya, ukiona kuna kanukta katika shikeli kama hii hapa hivi, nukta hii hapo unayoiona maana yake ni sehemu ambayo shikeli hiyo ina nguvu na uwezo wa kufanya kazi kubwa. Kwa mfano ukiangalia hapa maana yake uwezo wake wa kufanya kazi ni huku juu kwenye nukta ambapo ni kwenye moto na huku chini kwenye nini? Kwenye udongo. Kwa
Kwa hiyo katika shekeli hii ya okulat au sin kaf wanaita, inaokuwa ina nguvu na uwezo wa kufanya kazi kwenye upande wa nini, wa moto juu ambao kuna kanukta, alafu na huko chini ambako upande wa udongo ndo kuna kanukta kengine. Maana yake inakuwa iko active. Hapa maeneo ya katikati haya mnayaona hayo. Maana yake hapa kwenye hewa ina maana yuko sehemu imekufa. Nikiichukua hii hapa shekeli hii hapa, nikaenda nikaitungika juu kwenye hewa, haiwezi kufanya kazi sana kwa sababu hii eneo hili ya hewa limefunga hapa. Wanaita masdus. Wanaita wenyewe, umeona? Iki kwenye sehemu ambayo ina nukta wanaita maftuhu, yani sehemu ambayo imefungua. Unajua kufungua yani kitu kikiwa kimefungiwa hakiwezi kufanya kazi. Lakini kitu kikiwa kimefunguliwa kina uwezo wa kufanya kazi. Yani wewe kama umewekwa lockdown kama vile. Ukiwekwa kwenye lockdown hapa kwenye upande wa hewa hauwezi kufanya kazi. Si lockdown hiyo. Tukija hapa kwenye maji hapa ngazi ya 3. Unakuwa tena kwenye lockdown, unaweza kufanya kazi, haiwezekani. Lakini huku kwenye upande wa moto tayari umefunguliwa na kwenye upande wa udongo umefunguliwa, kwa hiyo una uwezo wa kufanya kazi. Haya, tuangalie sasa kitu kimoja hapa. Kwa kawaida hii shekeli ya okula, sawa? Ni shekeli ya zohali, unaona? Na inafanya kazi katika maeneo hayo kama tumeona, lakini inabeba herufi yake maalum. Unajua kila shekeli huwa ina herufi yake. Kila shekeli huwa ina herufi yake. Sasa kwenye upande wa okula sasa hii hapa, hiyo inabeba herufi ya nun. Sawa? Ambaye hii herufi ya nun ni herufi ya udongo, yani kiasilia hii hapa. Ni herufi ya nini? Ya udongo. Sasa ukiangalia hata shekeli yenyewe huku chini imefungua na huku juu pia imefungua kwa sababu kwenye moto na kwenye udongo. Sasa ukiona herufi hii hapa ni inaashiria udongo, maana yake kati ya hayo maeneo mawili kati ya moto na udongo, eneo la udongo ndio inakuwa inajitawala zaidi kuliko ikiwa inafanya katika nini, katika moto. Kwa hapa tuna option mbili, either tukutumie hewa na tutumie moto au tutumie udongo. Lakini yenyewe kama yenyewe uchaguzi ambao inakuwa inafanya kazi kwa 100% ni pale nini, kwenye udongo. Sawa? Kwenye udongo, kwa sababu hii inabeba herufi ambayo ni nuni, na hii nuni herufi yake inabeba nini, udongo. Sasa tuangalie kitu kimoja haraka haraka, kama sitaki kupoteza muda hapa. Hii video nafikiri itakuwa ni ya mwisho katika ule mpangilio wa miji ya shekeli. Sasa katika hii shekeli hapa nachokusudia, hii shekeli inatawala siku ya Jumamosi. Na Jumamosi huwa anatawala jini mmoja anaitwa Maimuna. Unaona? Anaitwa Maimuna. Anaitwa huyu hapa Jumamosi. Hapa. Huyu siku ya Jumamosi anatawala Maimuna, sawa? Maimuna. Sasa huyu Maimuna anatawala siku ya Jumamosi. Usifikiri ni Maimuna yoyote Maimuna, kwa sababu Maimuna wako aina 7. Kuna Maimuna Sahabi wanaita. Kuna Maimuna Sahabi, kuna Maimuna Abanuhi. Sisi tunayemwongelea huyu ni Maimuna Abanuhi. Anaitwa Abanuhi, ambaye ndio yule ambaye anatawala siku ya Jumamosi. Na kuna wengine ambao wanahusika, kuna Maimuna Sayafi wanaita. Yaani Maimuna Sayafi ni wale ambao ukimwagiza wanakwenda na mapanga kabisa Yaani wale wa maangamizi ndo wanaenda. Anaitwa Maimuna Sayafi. Na wenyewe ni aina Maimuna. Ila kumbuka Jumamosi tunaongelea nini? Maimuna Abanuhi ndio tunayemzungumzia. Alafu ukija kuna Maimuna mwingine, kuna Maimuna Swahibul Adhabi, umeona? Na hao pia ni wale wa vita, kwenye kuadhibu. Siji mtu kaiba,
ndo unawatuma swahibul adhabi. Haya, kuna Maimuna swahibu silsila. Kuna wale Maimuna ambao wenyewe yani wakienda ni minyororo unafungwa, yani kufanikiwa wewe katika maisha ni ngumu sana. Yani wanakufunga kabisa totally katika maisha yani. Hawa kwenye visasi wale. Ndo tunawatumia vizuri. Maimuna swahibul adhabi hao. Swahibu silsila. Alafu kuna Maimuna al-Ghawaswi, alafu wa mwisho ambaye namzungumzia sasa ndo alikuwa target yangu haswa ni Maimuna Abadibaji. Kama ushawahi kumsikia Abadibaji. Dibaji. Huyu hapa. Sasa huyu Abadibaji ndio mfalme wa majini wote wa asili duniani. Wewe unasikia mtu sijui anasumbuliwa na asili yake, sijui anasumbuliwa sijui nini mambo ya asili, sijui majini wa asili, sijui mambo sijui ya mashetani yale ya kichawi ya asili, sijui vitu gani. Sasa takataka zote za majini wa asili, mfalme wao ndo huyu hapa, anaitwa Abadibaji. Kama labda uko na ushawahi kulisikia jina hili na ulikuwa hauelewi, basi huyu Abadibaji ndio jini wa asili ambaye ni mfalme wa majini yote wa asili. Sasa huyu hapa namhusishanisha na hii hapa kwa sababu tunapokuwa tunapongelea Unkula, sawa, hii shekeli ya Unkula hii hapa nasema inakuwa inatawala siku ya Jumamosi mchana. Kumbuka asubuhi kuna mwingine anaifanya kazi pale ambayo tumemsema ni huyu hapa. Huyu hapa ambao wanamuita Inkis. Sisi tunamwongelea saizi ni huyu hapa chini ambaye ni Unkula, ambaye anaanzia kuanzia saa 8 pale. Ndio mamlaka yake yanaanza pale. Umeona? Lakini the whole day, siku ya Saturday huwa ni hawa jamaa wawili, mmoja asubuhi mwingine mchana. Sasa huyu Abadibaji huyu ni majini wote wa asili. Umeona? Na wajua wewe, huyu hapa ndo mkuu wao. Yani huyu ndo kila kitu yani. Kama sio asili, jini wa asili anasumbua vitu gani, huyu hapa namuita. Sasa mimi nazungumzia hii hapa, shekeli hapa ndo target yangu. Hii shekeli ya Unkula ukiikuta katika mji wa 16, ndio nilikuwa nakusudia hapa. Ukiikuta katika mji wa 16, basi unajua huyo ni jini wa asili kwa 100%. Yani hapa unaweza kuwa nafikiri utani, lakini wallahi yani ukiikuta hii hapa itakusurprise sana. Yani mtu yoyote yule ambaye anahusika na majini wa asili lazima ije simame hii hapa Unkula. Huyu jamaa huyu kutoka kwenye huu ukoo huu wa kina nani hiyo, kina Abadibaji. Yani huyu akisimama kwenye mji wa 16, ndio nilikuwa nimekusudia haswa. Huko kote nilikuwa napita tu, lakini nakusudia hii hapa. Hii mshikili ya nuksi ambayo imeambatana na vifungo. Si huku tumesema kuna Maimuna anaitwa Maimuna swahibu silsila ambaye anahusika na vifungo. Basi sasa hii shikeli hapa ndio inahusika nuksi ambayo imefungwa. Yani maana yake mtu akifungwa, mara nyingi mtu akiwa amesimamiwa na kifungo cha shikeli kama hii katika mji wa kwanza, maana yake anatakiwa kwanza afunguliwe kwanza. Maana yake huyo sio kwamba tu ana balaa tu, yani ana vifungo juu. Kwa hiyo process za kumfanyia ufunguaji kwanza zinatakiwa, kwa sababu waishapigilia minyororo hao mashetani wa Maimuna. Sio Maimuna, kwa sababu kuna Maimuna aina nyingi, na wengine wanafanya kazi za kheri kabisa.
Kuna huyu Abanuki anafanya kazi vizuri kabisa. Kuna Maimuna Sahabi anafanya kazi vizuri. Kuna Maimuna Al-Ghawasu anafanya kazi vizuri kabisa. Na unapoongelea swala la majini wote wa asili, yani kazi zote za majini wa asili, hata sio wasemaga ukienda kwa mtaalamu alafu ukamueleza labda shida yako, anakuambia na ngoja niulizie vifaa vya matambiko sijui nini, wala hata uhitaji. Huyu hapa Abadibaji anajua kila kitu. Ukimtajia mtu gani basi anajua tu moja kwa moja, anakwambia huyu hapa ni kaza kaza kaza, ana matatizo haya na haya. Umeona? Haya, kwa hiyo huyu hapa akija katika mji wa 16 anakuwa anaashiria majini wa asili. Nimekudondoweka tudondoo tu kidogo tu ili uweze kufahamu. Takugusia na stori nyingine baadaye huko tunakuwa tunaendelea na masomo, kwa sababu masomo haya ni mengi na yataenda kwa kina zaidi. Kwa hiyo huyo huwa ni jini wa asili anapokuwa anasimama katika mji wa 16. Zingatia sana hicho kitu. Zingatia sana hicho kitu. Na tuangalie katika mji wa 16. Unaona? Mji wa 16 cha kwanza huwa ni hatima kubwa. Yaani unataka kuangalia hatima ya jambo ambalo ni kubwa. Kumbuka mji wa 16 na mji wa 4 vinafanana. Mji wa kwanza tunasema ni hatima ndogo. Mji wa 4 tunasema ni hatima ndogo. Mji wa 16 hatima kubwa. Yaani kama vile kama tulivyokuwa tunasoma mji wa 9 tunasema kwamba ni safari za masafa marefu. Mji wa 3 safari za masafa mafupi. Mji wa 9 tunasema kwamba ni elimu labda ya chuo kikuu, sijui sekondari. Mji wa 3 inakuwa ni elimu ya nursery na primary. Yaani sinaona mahusiano. Na huku katika huu mji wa 16 na mji wa 14 hivyo hivyo. Mji wa 4 tunasema sijui ni ardhi, na huku itakuwa ni ardhi. Hatima ndogo, huku hatima kubwa. Huku sijui wazazi na kule wazazi. Sijui nini na hivyo vitu. Kwa hiyo yale ambayo yako katika mji wa 4 yote yanahamia katika mji wa 16. Isipokuwa cha ziada katika mji wa 16 huwa tunaangalia aina ya jini mtu alienaye, yani kitu cha msingi sana hicho. Ni vigumu sana kukuta katika vitabu, lakini namna nilivyofundishwa mimi na namna nilivyokuwa na cheki, yani wallahi mpaka nikasema shehe wangu alinifundisha mpaka huwa namwombea hata dua, kwa sababu nishapoteana naye, sina namba yake na nilisoma muda mrefu, lakini vitu vikawa vinanisaidia sana yani nikipiga tu shikeli tu, ikija tu shikeli kama hii ya huko mji wa 16 naambia wewe ni hivi, anaanza kuniambia vitu mpaka sema yani unajua yeye unapata surprise yaani mtu anakuambia bwana ni hivi na hivi na hivi, kama ashaye kupita sema akaambiwa anakuambia. Umeona? Mji wa 16. Huu mji wa 16 unaweza kujua huyu mtu ana jini mahaba. Mji wa 16 unajua huyu ana jini wa asili. Mji wa 16 unajua kabisa huyu sijui ana mavitu gani, masubiani machafu. Mji wa 16 ndio watu naangalia hapa. Yaani hiyo nakupa siri hiyo hapo. Nakupa siri. Miji ndisi tutakapokuwa tunaendelea na hizi video hapa, nitakuwa nagusa shikeli moja moja hapa na kuchambulia vizuri, ndio utakuwa unaelewa. Kwa hiyo hii hapa tunaangalia hatima kubwa. Kwa mfano kama jambo ni kubwa sana, let's say tunaongelea mambo ya kesi, labda mtu anataka kufungwa, tunataka kuangalia hatima ya kesi hii. Hiyo ni hatima kubwa hiyo. Umeona? Lakini vitu ambavyo ni vidogo vidogo hatima yake tunaangalia katika mji wa 4 na tuangalie 16. Unaona? Kwa hiyo vitu vya kuzingatia hivyo. Swala la pili anasema uelezea kinachoelezwa na mji wa 4. Kama nilivyoelezea hapa. Kwa hiyo ndio iko hivyo. Kwa hiyo kwa fupi hapa kuzingatia huyu bwana huyo kuna akitokea mji wa 16.
unaanza kusikia harufu kabisa, yani hapa kuna asili imeingia hapa. Ndugu yake na hawa kina Badibaji hawa, watu wa asili, unajua tayari hapo. Mwambie tu mapema bana, wewe nenda kashughulikie mambo yenu ya asili, angalia sana hiyo kitu. Unaona? Kwa sababu huyu hapa anasimamia kwenye asili. Akiwa katika mji wa 16, asimamii kwenye uchawi wala asimamii kwenye nini. Anakuwa anasimamia asili. Sasa haba ikitoka haba shikili labda kwenye mji wa kwanza ukaona huyu mtu amefungwa, alafu ukaenda ukakutana niko mji wa 16, unajua kumbe kifungo chake hichi kinatokana na majini wa asili ndo amemfunga. Basi yani hivyo inakuwa ni rahisi kufahamu. Kama inatoka mji wa 16 alafu inatembea katika miji mingine, unajua huyu hapa ndio chanzo. Sikimbilie kusema sijui umerogwa sijui umefanya. Ukimkuta tu mji wa 16 yuko bwana huyu, unajua basi chanzo ni ndugu yake na huyu jamaa wa ufalme. Ni watoto wake, sijui watu gani. Anaitwa Abadibaji. Huyu ndo mara kukarinu. Huyu ndo mfalme wa majini wote wa asili huyu hapa. Kwa hiyo akisimama tu ishekelia hapa ya huko basi. Hata wanaje atakusumbuka yani. Naambia bana 1 2 3 basi. Kusha habari. Basi tuishie hapo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.